kile ambacho kinaikata swala, ma kile ambacho yaqta'u salata, kinaikata swala, swala yako inaharibika, inakatika. Ni kitu gani hicho? Anasema Sheikh, yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa inna min ahamiyati sutrati fi salati, na hakika wa inna, na kwa hakika, min ahamiyati sutrati fi salati, katika umuhimu wa kuweka stara ndani ya swala. Wa inna, na kwa hakika, min ahamiyati sutrati fi salati, katika umuhimu wa kuweka sutra ndani ya swala, annaha, hakika yake hiyo stara, tahulu baina almusalli ilaiha wa baina ifsadi salatihi bilmururi baina yadayhi. Annaha, hakika hiyo sutra, tahulu baina almusalli ilaiha, inazuia au inaweka kizuizi kati ya mwenye kuswali kuielekea hiyo stara. Annaha, hakika hiyo sutra, tahulu, inazuia, inaweka kizuizi, baina almusalli ilaiha, baina ya mwenye kuswali kuielekea hiyo stara, ilaiha ila sutra, yule ambaye anaswali kuielekea stara, wa baina ifsadi salatihi, na baina ya kuharibika swala yake, bilmururi baina yadayhi, kwa watu kupita mbele yake, bilmururi baina yadayhi, kwa kupita watu mbele yake. Katika umuhimu na faida za stara, stara inazuia baina ya mwenye kuswali kuelekea stara na baina ya kuharibika swala yake kwa sababu ya watu kupita mbele yake. Ile stara inakuwa ni sababu ya kuzuia watu wasipite pale, wapite nyuma ya stara, sio baina mwenye kuswali na stara yake. Stara inazuia, na ni ishara kwa mtu ambaye ameona umeka stara, hawezi kupita katikati, atazunguka. Ndio muhimu wa stara. Bikhilafi alladhi lam yattakhidha, kinyume na yule ambaye hakuiweka hiyo stara. Lam yattakhidha ay lam yad'aha, hakuiweka stara. Bikhilafi alladhi, kinyume na yule ambaye lam yattakhidha ay lam yad'aha, hakuweka stara, anakuwa yeye hakuna kinachomzuia watu kupita mbele yake. Mwingine anaweza kaona hapa hafiki akisujudu kwa makisio yake, lakini kiuhalisia kumbe unafika, yeye akakatiza hapo hapo. Lakini ukiweka stara tayari kuna kipimo wewe umeshaika, hawezi kukivuka, atapita nyuma ya stara. Bikhilafi alladhi lam yattakhidha, kinyume na yule ambaye hakuweka hiyo stara. Fa innahu, hakika yake, yaqta'u salatahu, kitaikata swala yake, idha marrat baina yadayhi almar'a, pindi atakapopita mbele yake mwanamke. Wakadhalika, na hivyo hivyo au na vile vile, alhimaru, punda, walkalbu alaswadu, na mbwa mweusi. Fa innahu, kwani hakika yake, yaqta'u salatahu, itakatika au kitaikata swala yake. Kitu gani? Idha marrat baina yadayhi almar'a, pindi atakapopita mbele yake mwanamke. Akipita mwanamke mbele yako na swali na katika. Wakadhalika, na hivyo hivyo, alhimaru, punda. Wakadhalika, na hivyo hivyo ataikata swala alhimaru, punda akipita mbele yako. Walkalbu alaswadu, na mbwa mweusi. Kwa nini kahusishwa mbwa mweusi? Pasisemu tu mbwa. Mtume aliulizwa kwa nini, ana nini mbwa mweusi? Akasema kwa sababu mbwa mweusi ni shaytanun, fa innahu shaytanun. Mbwa mweusi mara nyingi ghaliban anakuwa ni shaytani. Shaytani akiamua kujibadilisha kuwa mbwa, basi anajibadilisha kuwa jibwa jeusi, ndio maumbile yake mara nyingi, sio mweupe wala mwekundu. Kwa hiyo kwa mbwa analazimisha kupita mbele, tena mweusi, ujue huyo ni shaytani. Na akikatiza mbele yako na swala imekatika, hakuna swala. Au mwanamke au punda, hivi ndio venye kuikata swala. Hapa kwenye mwanamke imekuja riwaya, mwanamke ambaye ni baligh, ashabaligh, ni mkubwa sasa, anaikata swala yako. Kwa usimwache mkeo wala dada yako kupita mbele hali yako na swali sunna zako nyumbani, swala inaharibika. Au punda au mbwa mweusi. An-niyatu, nia, makusudiwa, maazimio, malengo, ndiyo nia.
an-niyatu, nia. Wala budda lilmusalli, na hapana budi kwa mwenye kuswali, min an yanwiya salata, kutokana na kuikusudia swala, allati, ambayo, qama ilaiha, amesimama kwa ajili ya swala hiyo. Qama ilaiha ay qama laha, amesimama kwa ajili ya swala hiyo. Wala budda lilmusalli, na hapana budi kwa mwenye kuswali, min an yanwiya salah, kutokana na kunuia swala, kuwa na nia ya swala, kuwa na makusudio ya swala, allati, ambayo, qama ilaiha, amesimama kwa ajili ya swala hiyo, anakusudia kuswali swala fulani, lazima awe na nia. Wa ta'yiniha biqalbihi, na kuiainisha hiyo swala kwa moyo wake. Wa ta'yiniha, na kuiainisha biqalbihi, kwa moyo wake. Kuiainisha nini? Hiyo as-sala anayokusudia, kwamba yeye anaswali swala gani ndani ya moyo wajue, sio anaswali swala gani hajui. Anatakiwa awe na nia, tena aainishe ile swala ambayo yeye anakwenda kuiswali, lakini biqalbihi, ndani ya moyo wake yawepo hayo. Kafaradhi dhuhuri, kama vile faradhi ya dhuhuri, au la asri, au faradhi ya alasiri, au sunnatihima mathalan, au kwa mfano sunna zake hizo swala mbili, au sunnatihima, au sunna zake mathalan, kwa mfano sunna zake nini? Sunna zake hizo dhuhuri, sunna zake na hiyo alasiri. Au sunnatihima, au sunna zake hiyo dhuhuri na alasiri. Pia awe na nia na kuainisha ndani ya moyo kwamba mimi naswali sunna qabla dhuhuri, au sunna ba'da dhuhuri, au sunna qabla al-asri, awe na nia hiyo. Au kama ni faradhi, awe na nia na kuainisha ule ufaradhi, atofautishe baina ya sunna na ufaradhi. Wa huwa, nayo hiyo, wa huwa, au nalo hilo. Jambo gani hilo? La kuwa na nia na kuiainisha swala. Wa huwa, nalo hilo, shartun au ruknun, ni sharti au nguzo. Niulize swali au niache tu? Mshajua swali gani? Wa huwa, nalo hilo la kuwa na nia pamoja na kuainisha kile unachokikusudia, shartun, ni sharti, au ruknun, au nguzo. Kwa nini kasema sharti au nguzo? Najua hamjafikiria kama nitauliza hivi. Nyinyi mlifikiria nitauliza nini sharti, nini nguzo? Siulizi huko. Kwa nini kaika au? Kwa hiyo nia haijulikani kwamba ni nguzo au sharti, haijulikani naingia wapi. Kwa nini yake au? Ndio swali langu hilo, sio kule mliofikiria nyinyi sasa. Naam. Jazakallahu khairan. Lakini pia inaashiria khilafu. Sawa, kajibu kapatia, kasema sharti kwa sababu nia inakuwa kabla ya swala. Kwa nini unaenda kuswali? Swala gani? Sio una nia, ndio maana inakuwa sharti na kwa nje ya kitendo. Tumesoma hapa. Na imekuwa ni nguzo kwa sababu unatakiwa uwe na nia wakati unaswali mwanzo hadi mwisho, kwa nia itaingia mpaka ndani ya swala, na kinachoingia ndani ya swala kwa ni nguzo. Sawa, kwa itaingia kwa ni sharti au nguzo. Lakini pia kuna khilafu kwa wanachuoni, wapo wanahesabu nia ni sharti na wapo wanahesabu nia ni nguzo. Ndio maana Sheikh kaleta zote mbili. Wa huwa, nalo hilo swala na nia na kuiainisha swala, shartun, ni sharti kwa sababu inakuwa kabla ya swala, au ruknun, au ni nguzo kwa sababu unaendelea nalo wakati ndani ya swala. Kwa inawezekana ikawa ni sharti au nguzo. Baadhi ya wanachuoni wakitaja arkanu swala, cha mwanzo an-niyya, wengine haweki, wanaweka katika shurutu swala, cha mwanzo an-niyya, kwenye ruknu haeki. Kwa kuna khilafu lakini vyovyote itakavyokuwa wote wako sawa. Wa amma talaffudhu biha, na ama kuitamka hiyo nia, bilisani, kwa ulimi wake mwenye kuswali, fabid'atun mukhalifatun lisunna, ni uzushi. Fabid'atun,
ni bid'a mukhalifatun lisunna, yene kwenda kinyume na sunna. Wa amma talaffudhu biha, ama kuitamka hiyo nia, atalaffudhu binniya, fa bid'atun, ni bid'a mukhalifatun lisunna, yenye kwenda kinyume na sunna, ni uzushi ambao unakinzana na unapingana na mafunzo sahihi ya sunna za Mtume. Walam yaqul biha ahadun, na hakuisema hiyo nia mtu yoyote. Walam yaqul biha ahadun, na hakuisema hiyo nia mtu yoyote. Mimma tubu'i almuqallidina min al-a'imma, katika wenye kufuatwa na wale wenye kuwafuata maimamu. Hamjielewa hapo? Pagumu kidogo, tuliza akili. Kuitamka nia ni bid'a, tena ni jambo lenye kwenda kinyume na sunna, kipengele cha mwanzo hicho. Kisha anaongezea na hakuisema hiyo nia kwamba jambo la nia lipo kwenye swala na wetu, hakuna yoyote aliyelisema. Mimma tubu'il muqallidin, katika wenye kufuatwa na wale wenye kufuata, minal a'imma, katika maimamu. Hamjielewa? Nani kielewa aseme? Hakuna yoyote aliyesema katika wenye kufuatwa na wale wenye kufuata miongoni mwa maimamu. Si kuna maimamu? Maimamu ni wenye kufuata au wenye kufuatwa? Maimamu kama Imam Shafi, Imam Ahmadi, Malik, Abu Hanifa, Auza'i, Ibn al-Mubarak na wengineo. Je, wale ni wenye kufuatwa na watu au wao wanawafuata watu? Wao wenye kufuatwa, Kwa wale wanaofuata wao wanakuwa ni wenye kufuata. Ndio akina sisi sasa tunawafuata wao salafu, wao wanakuwa matbuun, wenye kufuatwa au maimamu. Sisi tunawafuata maimamu tunakuwa almuqallidun, wenye kuwafuata maimamu. Sawa? Ndio anasema hilo suala la nia hilo hakuna yeyote aliyelisema katika wale wenye kufuatwa. Sawa, katika wale wenye kufuatwa na wenye kuwafuata maimamu. Nisemeje hapa mwelewe? Hii swala la nia hakuna yeyote aliyelisema katika wale wanaofuatwa na watu wenye kuwafuata wao. Lugha nyepesi, wao wanafuatwa, hakuna yeyote katika wao wanaofuatwa na watu aliyelisema hili katika maimamu. Anasema walam yaqul biha ahadu, na hakulisema hilo swala la nia yeyote, mimma tubu'il muqallidina min al-a'imma, katika wenye kufuatwa na wale wenye kufuata, katika wenye kufuatwa na watu wenye kuwafuata maimamu. Hakuna aliyelisema imamu yote, hakuna anayefuatwa na watu aliyelisema hili, si al-Imamu Abu Hanifa wala al-Imamu Malik wala ash-Shafi'i wala Ahmad wala wengineo katika upande wa walimu wao au wanafunzi wao maimamu wenye kufuatwa. Hakuna yoyote ambaye amelisema hili. Tumesema kuna risala ndogo utakuja kuisoma inahusiana na nia tu na kauli za wanachuoni salafu waliotangulia kina al-Imamu Nawawi na wengineo kuhusiana na swala la nia. Je, lipo risala maalum mwanzo hadi mwisho masala ya nia tu, aqwal za wanachuoni salafan wa khalafa, waliotangulia na waliokuja baadaye insha Allah. At-takbiru, kwa swala la nia halipo kusema nawaitu usalli faradha salati adh-dhuhri adaan 4 rak'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, ni bid'atun, uzushi. Hamna hili, Mtume hajafundisha wala hakuna imamu yoyote anayetegemewa aliyelisema hili kwamba lipo. Hamna hilo, na hilo linaweza kupelekea wasiwasi wakati mwingine. Haya, tuendelee. At-takbiru, takbira ya kuhirimia. Wasema at-takbiru na kusudia takbiratul ihram. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma yastaftihu as-salata biqawlihi, kisha
ataifungua swala kwa kauli yake mwenye kuswali Allahu akbar, Allah ndiye mkubwa zaidi. Thumma yastaftihu salata, kisha ataifungua swala yule mwenye kuswali biqaulihi, kwa kauli yake Allahu akbar, Allah ndiye mkubwa zaidi. Wa huwa ruknun, nalo hilo ni nguzo. Tushaona nini maana nguzo Tunaenda tu. Wa huwa ruknun, na hilo ni nguzo. Hilo la kuleta takbira kuhirimia ni nguzo. Ukiingia ndani ya swala ukanyanyua mikono afu ukaanza suratul Fatiha, hujasema Allahu akbar, hapo swala yako haijafungika bado, huna swala, ni hewa, hakuna kitu, kwa sababu takbiratul ihram ruknun min arkani as-sala, hujaingia ndani ya swala bado. Hapo lazima ulete takbiratul ihram, ni nguzo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume swalla na salamu ziwe juu yake aliposema miftahu salati at-tuhuru, funguo ya swala ni tohara. Ili uweze kuingia ndani ya swala ujitoharishe kwanza. Kama una hadathi kubwa ukaoge josho kubwa, kama una hadathi ndogo chukua udhu. Hii ndio funguo ya kuingia ndani ya swala. Miftahu salati at-tuhuru, funguo ya swala ni tohara. Watahrimuha, na chenye kuiharamisha hiyo swala. Watahrimuha, na chenye kuiharamisha hiyo swala. At-takbiru, ni takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia. Watahrimuha, na chenye kuiharamisha hiyo swala. At-takbiru, ni takbiratul ihrami, ile ya mwanzo kabisa inaharamisha swala. Watahliluha, na chenye kuihalalisha hiyo swala. At-taslimu, ni kutoa salamu. Watahliluha, na chenye kuihalalisha swala. At-taslimu, ni kutoa salamu. Chini keka taaliki Sheikh, mkiona taaliki sijaisoma mtanikumbusha. Keka chini taaliki anasema ay watahrimu ma harrama Allahu min al-af'ali, na kuharamisha kile, ay maana yake watahrimu ma harrama Allahu min al-af'ali, na kuharamisha kile ambacho amekiharamisha Allah katika vitendo. Wakadha, na hivyo hivyo tahliluha, chenye kuihalalisha hiyo swala, yani huhalalisha kile ambacho kimehalalishwa na Allah nje ya swala. Anasema wakadha tahliluha, na hivyo hivyo chenye kuhalalisha, ai maana yake tahlilu, kuhalalisha, ma ahalla kharijaha, kile alichokihalalisha Allah nje ya hiyo swala. Takbiratul ihram inaharamisha vile vyote visivyohusika na swala katika vitendo na maneno, visiingie, ni haramu kuingia ndani ya swala. Ndio maana takbiratul ihram tahrimuha, kiharamisho chake. Ama tahliluha maana yake ay tahlilu ma ahalla kharijaha min al-af'ali, ni kuhalalisha kile ambacho Allah amekihalalisha nje ya hiyo sala katika vitendo. Baada ya kutoa salamu tu, vile ambavyo viliharamishwa ndani ya swala, hii salamu imekuja kuvihalalisha. Sasa unaweza kuvifanya, kama ni kuongea, kula, kunywa, kulala, sasa ni sawa. Kwa salamu imekuja kuhalalisha yale ambayo yaliharamishwa na takbiratul ihram. Wal muradu bitahrimi, anasema Sheikh, na makusudio ya neno at-tahrim, tahrimuha, wat-tahlil, tahliluha, na makusudio yake ni nini? Al-muharrimu wal-muhallilu, chenye kuharamisha na chenye kuhalalisha. Aliposema watahrimuha, maana yake wa muharrimuha, na chenye kuharamisha. Na aliposema watahliluha, maana yake wa muhalliluha, na chenye kuhalalisha. Kwa upana tafsiriwa kwa ismu fa'il, tahrimuha at-takbiru, kwa maana muharrimuha, chenye kuharamisha hiyo swala ni takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, ay muhalliluha, chenye kuhalalisha hiyo swala ni salamu. Tunarudi juu. Wala yarfa'u sautahu bitakbiri fi kulli salawati, na wala hatonyanyua mwenye kuswali sauti yake kwa kuleta takbira fi kulli salawati, kwenye swala zote.
swala anaingia kwenye swala, Allah, imamu amsikie kwamba na yeye ameingia sasa. Kama amerukuu amsubirie, la, hakuna kunyanyua sauti. Wala yarfa'u sautahu, na wala hatonyanyua sauti mwenye kuswali sauti yake, bitakbiri, kwa kuleta takbira, fi kulli salawati, kwenye swala zote, illa, isipokuwa idha kana imaman, atakapokuwa yeye mwenye kuswali ni imamu. Kama yeye ni imamu, sawa, atadhihirisha sauti ili afuatwe na maamuma wake, wajue kwamba imamu ameshaanza swala. Lakini wewe ni maamuma au ni munfarid, unaswali peke yako, la tarfa'u sautak, usinyanyue sauti yako kwenye swala zote. Wayajuzu tablighu almuadhdhini takbira alimami ila nnas, wayajuzu tablighu almuadhdhini, wayajuzu tablighu almuadhdhini takbira alimami, na inafaa kuifikisha muadhini takbira ya imamu. Wayajuzu, na inafaa, tablighu almuadhini, kuifikisha muadhini takbira alimami, takbira ya imamu, ila nnasi, kwa watu. Ule muadhini ambaye yuko nyuma imamu, itafaa kuifikisha ile takbira ya imamu wake, kuifikisha kwa watu waisikie. Idha wujida almuktadha lidhalik, kitakapopatikana chenye kupelekea hilo. Idha wujida, pindi kitakapopatikana, almuktadha lidhalik, chenye kupelekea hilo. Hilo lipi? Hilo la muadhini kufikisha takbira ya imamu. Kikiwepo kitu ambacho na ni sababu ya kufanya hivyo, basi muadhini au aliye nyuma ya imamu anaruhusika kuifikisha takbira ya imamu wake kwa watu. Kwa nini? Anasema kama radhil imami, kama vile kwa ugonjwa wa imamu. Imamu ni mgonjwa, sauti yake haisikiki kwa sababu ya maradhi, basi yule muadhini wake ataichukua ile takbira ya imamu aifikishe kwa watu wasikie na wajue imamu amefika hatua gani. Kama radhil imami, kama vile ugonjwa wa imamu, wa dha'fi sautihi, na udhaifu wa sauti yake. Imamu ana sauti ndogo, na kipindi hicho hakuna hizi vipaza sauti, hamna, hata kama vipo, lakini kwa namna anavyotoa sauti imamu haisikiki na watu wa nyuma, basi muadhini ataichukua takbira ya imamu awafikishie watu wa nyuma, kwa maana yeye ataisema ile takbira kwa sauti ya juu, wale wa nyuma wamsikie. Au kathratil musallina khalfahu, au kwa wingi wa wenye kuswali nyuma yake. Au kathratil musallina, au kwa sababu ya wingi wa wale wenye kuswali, khalfahu, nyuma yake huyo imamu. Watu ni wengi, sauti haisikiki, pengine kuna mazishi ya imamu au kiongozi mkubwa, msikiti ni mdogo kama huu, mfano msikiti mdogo, takbira itasikika hapa na pale, lakini wale waliokuwa kule sokoni na kule kote watu wanamswalia kiongozi, msikiti uko huku, safu zimeungana hadi sokoni mwisho, afu sauti kule haifiki. Basi wale ambao watakuwa masafa ambayo sauti inaishia, wataichukua takbira kuwafikisha wale ya nyuma ambao sauti haifiki. Sawa, ima kwa sababu ya ugonjwa wa imamu au udhaifu wa sauti yake, au kwa sababu ya idadi ya wengi wenye kuswali nyuma ya imamu. Hilo lipo, na sio lazima muadhini, hata aliye nyuma kidogo ya muadhini kaitoa takbira imamu, lakini kule watu hawamsikii muadhini, yule anayesikia na yeye ataifikisha kwa wanyuma, na yule wa nyuma ataifikisha kwa wanyuma, hadi watu wote waende sawa katika swala, watapokezana ile takbira baada ya kuitoa imamu. Lakini wasimtangulie imamu, namsubiri imamu alete takbira na wao ndo wafuatishe kuwapelekea wengine. Wala yukabbiru almamumu, na wala hatoleta takbira maamuma mwenye kumfuata imamu. Wala yukabbiru almamumu, na wala hatoleta takbira maamuma, illa, isipokuwa aqiba intihai limami min at-takbiri, baada ya kumaliza imamu takbira. Wala yukabbiru almamumu, na wala hatoleta takbira maamuma, yule anemfuata imamu haruhusiki kuleta takbira, illa, isipokuwa aqiba intihai limami, baada ya kumaliza imamu min at-takbiri, takbira. Imamu akimaliza Allahu akbar, na maamuma ndo ataleta takbira yake, asimtangulie imamu.
kwamba imamu anaanza kuinama yeye akaleta takbira kabla imamu. La, asubiri imamu amalize ndipo yeye alete takbira yake, kwa sababu yeye anamfuata imamu, na huo ndo mutabaa. Sasa kufuata ni baada ya kitu kutangulia. Ukileta cha kwako kabla ya kilichotangulia, wewe hufuata, utakuwa unaongoza sasa, na wewe si imamu. Raf'ul yadaini wa kaifiyatuhu, kunyanyua mikono miwili na namna yake. Raf'ul yadaini, kunyanyua mikono miwili, wa kaifiyatuhu, na namna yake, namna ya kunyanyua hiyo mikono. Yaqulu almuallif rahimahullahu ta'ala, wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbiri au qablahu au ba'dahu. Wa yarfa'u yadayhi, na atainyanyua mwenye kuswali mikono yake, ma'a takbiri, pamoja na takbira, pamoja kwa maana sambamba. Wakati huo huo analeta takbira, wakati huo huo ananyanyua mikono pamoja. Au qablahu, au kabla yake hiyo takbira ananyanyua mikono kisha ndio takbira. Au ba'dahu, au baada yake hiyo takbira kaleta takbira baadaye ndiyo mikono. Umeelewa? Vitu vingapi hivyo? Vitatu. Kuleta takbira pamoja na kunyanyua mikono pamoja. Au qablahu, au kabla yake hiyo takbira tanyanyua mikono kisha ndo ataleta takbira. Au baadahu, au baada yake ataleta takbira hali ya kuwa mikono hajanyanyua kisha ndo atainyanyua. Hali zote tatu zinafaa. Sheikh anasema kullu dhalika thabitun, kullu dhalika, yote hayo, thabitun, ni yenye kuthibiti, fi sunna, katika mafunzo ya Mtume. Kullu dhalika, yote hayo mangapi? Matatu. Sawa, kunyanyua pamoja na takbira, au kabla yake au baada yake, matatu hayo. Kullu dhalika, yote hayo matatu, thabitun, ni yenye kuthibiti, minas sunna, ay fi sunna, ndani ya mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe utaangalia wepesi wako, lakini kwa maamuma tu, kwa kuwashauri walete takbira baada ya kitendo au pamoja, wasilete kabla. Kwa nini wasilete kabla? Watawapeleka rongi maamuma wao, watawawahisha maamuma. Wewe umesimama unataka kusujudu, unaruhusika kuleta takbira kisha ukasujudu, Allahu akbar, kisha ndio unainama. Kuna wengine wakisikia Allahu akbar tayari wameshaenda, wewe hujafika, wao washafika. Ushawaendesha mrama, umewaendesha kombo, umewakosesha, umewafanya wakutangulie we imamu. Sasa lete baada au pamoja, kwa kuchunga hali za maamuma wako. Wakati unakwenda kusujudu ulete pamoja na takbira. Sawa? Ukimaliza takbira wewe tayari ushaanza kusujudu, watakuja baada yako. Au anza kuporomoka kwanza, kisha ndio ulete takbira baada sasa, ili hawa nyuma yako wasikosee kwa sababu ya takbira yako. Tumeelewa maimamu? Ushauri we. Haya, anasema mtunzi ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa yarfa'uhuma